tunatamani kuolewa lakini kufanya majukumu ya kindoa sasa ndio inakuwa changamoto. Majukumu ya kindoa ni yapi? Majukumu ya kindoa kama hivyo, najua sisi Africans tunaamini kwamba, mimi naamini hivyo like naamini kwamba nikiolewa natakiwa ni hivyo kama hivyo, labda kuna kumfulia nguo mume wangu, kuna kumpikia chakula, kuna hivyo taking care of him, yani hivyo. Lakini kwa sasa hivi, kizazi cha sasa hivi ni ngumu sana, wanawake wengi sana like wanaipinga hicho kitu. No, I can't do that for him, like ana mikono, anaweza kafanya hichi, anaweza kafanya hichi. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi inakuwa kuna changamoto mbalimbali, lakini tunarudi kule kule, wanaume wengi wanapenda hivyo vitu, like I have a wife, like she can cook for me sometimes, sio mfanyakazi kiasi kwa apike, labda sometimes ananifulia. Kuna wengine ndio hivyo, labda it's okay not kufua, lakini wanaume pia wanapenda hicho kitu, kufuliwa, pigwa pasi, wanapenda. Ingawa mimi sipigagi pasi. Au upige pasi? Siwezi. Wewe kupiga pasi? Siwezi. Kwa nini? Siwezi, na bahati nzuri mume wangu anaelewa hicho kitu. Yaani mume wangu anaamka asubuhi atajinyoshia nguo yake au atanyosha usiku kabla ya kwenda kazini. Basi, lakini anajua siwezi. Sometimes naweza ngambia bebe tu msaidie, lakini naweza ngatumia nusu saa kunyosha shati. Siwezi. Yaani ni kitu ambacho siwezi. Na una house girl nyumbani? I have a house girl. Anajua kunyosha? Hajui kunyosha. Naye hajui? Anajua kunyosha lakini hanyoshagi nguo ya mume wangu, kwa sababu mume wangu yuko hivi. Ni mtu ambaye anaweza kujifanyia kila kitu, like na haoni shida, like can kujifulia nguo. Anaamka asubuhi, saa nyingine mimi sijatandika kitanda, atatandika kitanda. Yeye hiyo haimbodhi. Ndio maana inakuwa easy for me, kwa mfano kwenye kujinyoshia nguo ananyosha. Yeah, na haimsumbui hata kidogo, na anaelewa. Saa nyingine anakataa kabisa kwa sababu anajua mimi sijui kunyosha nguo. Na wala lalamiki? Never.